Karibuni sana wateja wa ID Professional Business Consultants. Kama nilivyoahidi kwamba leo nitawaletea somo mujarabu kabisa linalohusu makosa ambayo wanafanya wafanyabiashara wengi na wajasiriamali wengi yanayosababisha kuwa na malimbikizo makubwa ya kodi, TRA na mashauri ambazo zinasababisha wao kufunga biashara zao kabisa. Kwa hiyo kosa la kwanza watu wanalolifanya mara nyingi sana ni kutokuwa na mfumo mzuri wa uhasibu, accounting system. Hii inawasababisha wao kutokuwa na taarifa sahihi za mapato, matumizi na faida. Kwa hiyo usipokuwa na hizi taarifa moja kwa moja, hata namna ya kufanya makadirio ya kodi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo unatoa mwanya kwa TRA kufanya makadirio yoyote kulingana na biashara yako, na hapo inaweza kukuumiza wewe mfanyabiashara au mjasiriamali. Kitu kingine ni kutokufanya filing results, kutoa ripoti ya kila mwezi, ya kila baada ya robo mwaka, nusu mwaka au mwaka mzima, kutokutoa hizo ripoti TRA. Kwa sababu TRA inakutaka wewe kutoa hizi ripoti kila baada ya mwezi, kila baada ya miezi minne, na kila baada ya miezi 6, na kila baada ya mwaka. Uwasilishe hizo taarifa za mapato yako, matumizi na mambo mengine kulingana na fomu husika. Kwa hiyo usipofanya hivyo, kinachotokea nini? Unapigwa penalty. Kwa hiyo usipofanya mwezi wa kwanza, usipofanya mwezi wa pili, mwezi wa tatu na mwezi mwingine, unajikuta una malimbikizo ya penalty nyingi ambazo baadaye unashindwa kabisa kuzilipa. Kosa la tatu ni kutumia mashine za EFD. Zile mashine usipozitumia mara nyingi zinaleta makadirio ya kodi yasiyo na uhalisia. Watu wengi wanafanya hivi. Wana biashara ambayo inaingiza mapato ya kwa mfano 1.5 kwa mwezi. Lakini FD anatumia kuonesha anaingiza mapato ya 200,000 au 300,000 kwa mwezi. Lakini ukaguzi ukija kufanyika mazingira ya biashara yake, lakini biashara iko kila siku consistency, inaendelea kusurvive, inaendelea kunawiri. Kwa hiyo TRA wakiangalia wanaona kabisa hapa hakuna uhalisia, hapa kuna ujanja kwenye kodi. Kwa hiyo kitu kinachokuja kufanyika, watafanya makadirio yao yatakuwa makubwa zaidi, pia yatakuumiza. Kosa lingine wanalolifanya pia wafanyabiashara wengi na wajasiriamali ni kuchanganya matumizi ya account. Unachanganya matumizi ya account yako ya biashara na matumizi binafsi. Kwa mfano, hela ya biashara inaingia, wewe unaweka moja kwa moja mfukoni, sio kwenye bank system au mfumo wote wa hela ambao utakusaidia wewe kupiga mahesabu baadaye. Kwa hiyo kinachokuja kutokea sasa, unajikuta una loophole, hela nyingi inatoka nje ya mfumo usio rasmi, kiasi kwamba baadaye unashindwa hata kujua kiasi gani cha kodi unadaiwa, lakini unashindwa hata kujua kuwa na hela ya kulipia kodi, kwa sababu hela nyingi tayari umeshaitumia kwenye matumizi binafsi yasiyokuwa kabisa na uhusiana na kampuni. Lakini kosa lingine ambalo linafanyika sana na wafanya biashara wengi kabisa ni kujibu mawasiliano ya TRA. TRA mara nyingi wana tabia ya kutumia message, kutumia email na namna nyingine nyingi ili kukukumbusha kuhusiana na hizo report nilizokuambia, kutaka taarifa fulani kutoka kwako, lakini wewe ujibu. Kinachokuja kutokea, wao wataendelea kufanya makadirio wanayotaka kwa namna wanavyotaka, baadaye itakuumiza wewe. Kwa hiyo unapopata mawasiliano ya TRA hakikisha unayajibu, lakini pia hakikisha unatengeneza urafiki wa kwenda kutembelea TRA mara kwa mara ili kupata taarifa zinazohusiana na biashara yako. Kwa hiyo sisi ID Professional Business Consultants sasa tunaingiaje hapo? Sisi tunakusaidia wewe kutengenezea mfumo wa uhasibu mzuri kabisa ambao utautumia kuweza kutrack mapato yako, matumizi yako na faida yako ya kila mwezi. Lakini pia
hata kama biashara yako haijaingiza hata shilingi 5, kufanya filing returns ni muhimu sana. Usipoifanya itakuja kuumiza. Kwa hiyo sisi ID Professional Business Consultants pia tunakusaidia kufanya hiyo. Iko kitu tunakusaidia hata kama umeingiza shilingi 0. Leta taarifa zako, sisi tutakusaidia kutuma taarifa za kila mwezi, kota, na taarifa zote hadi za mwaka za biashara yako. Kwa hiyo tutafute kwa ajili hiyo. Lakini pia tunatoa ushauri mbalimbali wa juu ya kujua makadirio yako ya kodi kabla hujaonana na TRA. Yaani uwe tayari unajua kodi husika na ni shingapi kabla hujakutana na TRA. Kwa hiyo pia tutafute. Simu zetu ni 0679199676. Lakini usisahau somo linalokuja litahusu aina tofauti za kodi zinazotozwa na halmashauri na TRA. Watu wanajua tu aina moja ya kodi, income tax, lakini kuna kodi mbali zinazotozwa na TRA ambazo ni muhimu kuzijua na kujisajili kwenye mfumo kwenye hizo kodi, ili pia baadaye kuletee matatizo. Kwa hiyo hilo ndo somo litakalofuata. Na wapenda sana, endeleeni kutufuatilia, lakini endeleeni pia kubuku huduma zetu. Tunawapenda sana.